Hii ni Bugoma TV. Habari. Leo hii ndugu viongozi, mtashuhudia mafanikio haya kwa macho yenu wenyewe ambayo tumekuwa tukiwaambia kwenye vikao mbalimbali. Tunachoomba kwenu ndugu viongozi ambao mko hapa mnaongoza taasisi za kiimani, vyama vya siasa, lakini wengine mnaongoza makundi mbalimbali. Ninaomba tuungane pamoja na serikali kuendelea kuyasemea yale ambayo mtayaona yakiwa ni miongoni mwa miradi ambayo imetekelezwa kwa hizo fedha shilingi bilioni 229, lakini pia tuungane kwa pamoja kuendelea kumwombea rais wetu. Tuwaombee pia viongozi wengine wote wanaomsaidia kazi Mheshimiwa Rais, ili tuweze kuendelea kupokea fedha zaidi za maendeleo. Mheshimiwa Rais anapokuwa na amani ya moyo, anapokuwa na utulivu, ndivyo hivyo anapata utulivu wa kuendelea kutuletea fedha nyingi zaidi za maendeleo. Kwa hiyo niwaombe pia tuungane pamoja katika kuwaasa wanampanda kuyalinda mafanikio ambayo tumeyapata katika kipindi hiki na ambayo tutaendelea kuyapata. Mafanikio haya ni kwa ajili yetu sisi wenyewe wanampanda. Sisi ndo wanampanda na Mpanda hii ni ya kwetu sote. Tuna wajibu wa kuilinda Mpanda yetu kwa wivu mkubwa. Tuna wajibu pia wa kuilinda nchi yetu, kuiombea nchi yetu kwa wivu mkubwa. Kwa hiyo miradi ambayo tutaitembelea leo, ikiwemo huu mradi wa umwagiliaji ambao gharama yake ni bilioni 33, mradi wa maji gharama yake bilioni 22.8, lakini pia kuna shule maalumu ya kanda inaitwa Katavi Boys, gharama yake bilioni 4.1, lakini pia tuna hospitali, tuna mradi wa hospitali ya wilaya Nsimbo wenye gharama shilingi bilioni 3.4, pamoja na mradi wa tactic ambao una zaidi ya shilingi bilioni 21. Ni miongoni mwa fedha ambazo tumekuwa tukizisema tumeletewa na zimefanya wilaya yetu ya Mpanda iweze kubadilika. Naitwa Samson Lucas Bai, ni meneja wa mradi wa umwagiliaji wa Mwamkulu. Tunatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha upatikanaji wa fedha kiasi cha shilingi bilioni 33.9 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya umwagiliaji, jambo ambalo lina mchango mkubwa katika kuimarisha sekta ya kilimo nchini. Pamoja na mradi huu wa umwagiliaji Mwamkulu, mradi huu unatarajiwa kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo kutoka wastani wa gunia 20 kwa ekari hadi gunia 40 kwa ekari utakapokamilika, kuongezeka eneo la umwagiliaji kutoka hekta 1000 hadi hekta 3000, na ongezeko la wanufaika kutoka wakulima 300 hadi kufikia wakulima 1500. Pia kuboresha usalama wa chakula, kuongeza kipato cha wakulima na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika eneo husika. Asilimia za utekelezaji, mradi umefikia 70%. Utekelezaji mpaka sasa mwezi Februari, ukianza katika eneo la intake pale sasa tushapokea pump, mpaka sasa hivi tuna pump 3 ziko site hapa tunapokea. Tunachosubiri sasa hivi ni baadhi ya vifaa ambavyo viko on transit, mpaka mwezi wa 3 tutakuwa tumepokea ili kazi ya ujenzi wa kitekeo iweze kuendelea. Katika eneo la pili ni eneo la ujenzi wa bomba kuu, yani transmission main kutoka kwenye chanzo mpaka kwenye eneo hili la chujio, na kutoka hapa mpaka kwenye tenki letu pale juu. Kazi imeshakamilika kwa 100% na ina jumla urefu wa kilomita 2.8, yani kilomita 1.5 kutoka kwenye intake mpaka hapa, na kutoka hapa mpaka kwenye tenki ni kilomita 1.5. Nikija kwenye eneo jingine, eneo la chujio, hapa tuna jumla miundombinu 22, lakini katika miundombinu 22 hii miundombinu 20 ipo kwenye hatua zaidi ya 90%. Tuna miundombinu miwili tu ambayo imebaki. Kuna eneo la hapo, kuna eneo la chujio filter ambayo iko zaidi ya 70%, na sasa hivi wako kwenye hatua za mwisho kabisa za kumwaga zege la awamu ya mwisho. Lakini miundombinu ambayo bado una 70% utekelezaji wake ni ili jengo ambalo mnaliona litakuwa linatumika kuhifadhi madawa. Mimi kama mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara nimeona sasa maendeleo, na nimeona kodi tunazolipa sisi zikireflect kwenye maendeleo ya wananchi kama hivi. Nachoweza kusema ni kwamba pengine kuipongeza serikali kwamba sisi wafanyabiashara na hasa jumuiya ya wafanyabiashara tunapoona miradi ya namna hii
ikiwa inafanyika kwa ajili ya maendeleo na kwa ajili ya maisha ya watu, kwa kweli inatuhamasisha sisi kulipa kodi bila kusukumwa, kwa sababu tunakuwa tunajua kodi yetu inalindwa na inafanya kazi ya wananchi. Na wananchi ambao tupo katika mkoa huu wengi tuna shida sana ya kilimo, shida ya maji, shida ya elimu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba jinsi gani hii miradi ni hitaji sana la wananchi. Mimi nadhani kwamba tunahitaji sana, na ule mradi hasa niliouona wa bwawa na mfereji ule kule, ule mradi ni mzuri sana, maana tunalima sana mpanda, lakini tulikuwa hii miundombinu itaendelea kutufanya tulime zaidi. Mradi wa kwanza ulikuwa ni wa umwagiliaji ambao una thamani ya bilioni 33. Pesa ambazo ameshapewa mkandarasi ni bilioni 15. Mradi huu ni mzuri, lakini nawaomba watakao utumia mradi wa utunzi, pesa ni nyingi sana zilizotolewa kwenye mradi wa utunzi. Hali kadhalika godown nimeliona la bilioni 1. Kwa hiyo ni pesa nyingi sana, nalo linatakiwa kutunzwa. Tunapoletewa pesa tunakuwa si watunzaji, kwa kuwa hatujajua kwamba watu hawana uchungu kwamba zimepatikana wapi. Naitwa Rashid Kasim Kampala, ndio katibu wa chama wilaya Mpanda. Napenda kupongeza serikali iliyoko madarakani kwa sasa, kwa maana tumekagua miradi, tumeona ufanisi na utendaji wa kazi mzuri, na nawashukuru kwa sababu wanatushirikisha, na sisi tupo tayari tunapoenda kwenye jamii zetu na wafasi wetu tukawaeleze kile kinachofanyika na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Jambo lilolifanya leo la kutualika sisi viongozi wa dini kuwa sehemu ya ziara kwa ajili ya kutazama miradi yenye fedha nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, miradi mikubwa yenye fedha nyingi, umetupa mamlaka sasa ya kusema kwenye membari zetu, tuwaeleze wale ambao hawajafika katika miradi hii kwamba fedha nyingi zimekuja, miradi mikubwa imefanyika, na sasa ipo haja ya kuendelea kuiunga mkono serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili ifanye mambo mazuri zaidi ya haya ambayo tumeyaona sasa. Naomba nitoe pongezi nyingi sana kwa rais. Najua utumishi ni kuwajibika kwa maslahi ya walio wengi, na hiki ndicho ambacho rais amefanya. Ukiangalia miradi ambayo tumeitembelea, ile miradi ya umwagiliaji, hospitali, shule, ni miradi ambayo inagusa wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba serikali imewajibika moja kwa moja kwa wananchi. Hii ni Bugoma TV habari.